Mwanangu wewe acha basi mwanangu. Tuache mwanangu, msikufunga kwa Mungu. Umeona? Zenyewe. Salama. Samahani, nilikuwa naomba kuuliza huku hamjabahatika kukutana na dada yoyote mrefu hivi kwa saizi amevaa gauni nyeusi na mabaka ya dhahabu hivi pamoja na mtandio wa njano? Una swali? Swali sana. Kwa sema ndo nataka kuuliza maswali yako bwana, umeona? Kwani usiende kuulizia msikitini? Hapana, ni ngumu sana kwa sababu hawezi kuelekea msikitini. Mondoko alitoka nao. Sikia nakwambia bwana. Sisi sio sema matangazo, kama tukiona basi tujue tu mtu. Kwa hiyo tupa ulinzi labda tumwangalie mtu wako labda. Sina cha pili. Mimi kwanza shehe anaonekana dharau sana. Kabisa. Yaani mwanangu huyo mtu wako si mwanake si walinzi wake au vibaraka vyake si ndio? Au wewe sio mtuchukuliaje? Yaani wewe mtuchukuliaje labda? Mwanangu ilikuwa ni kuuliza tu kwa kawaida, pengine nyinyi binadamu na mtu binadamu mmekutana njiani. Mimi na washamba wa mazingira washawi ndio hawa. Sio uchawi. Watoto wadogo tu. Hao ndo wanavaga kanzu, wananoga kanzu zile za 3000 alafu mwisho wa siku wanakula si ndio hao wenyewe hapa. Alafu atembea mitaani ajifanya pitana kidaftari changia msikiti tumbe msikiti. Kumbe la hasa atakaya kula. Si ndio hapa. Ndio hawa. Tondoke mwanangu, achana naye mshamba huyo. Toka bwana. Achana naye. Unatolea kuhusu nini? Hayo yote yametoka wapi au shehe? Hao ndio wanataka maswala mso. Hamna ubwagwa, sio kwa tumatoa sio kwa sababu kuna ubwagwa. Si mtule. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Naam, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehema kipenzi chake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam, tumeitana kwenye kikao hichi kwa ajili ya kujenga. Kuna masuala ambayo kidogo hayako sawa. Kwa kweli Sadila, kwa kweli umetukosea sana sisi wazazi wako. Tumejisikia vibaya sana. Sadila, kuna makosa makubwa sana umeyafanya na huna budi ya kuomba toba kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Moja ya kosa kubwa ulilofanya ni lile la kutaka kujiangamiza ndani ya bahari. Ni kosa kubwa sana bila Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Binti yetu, wewe umesoma sana. Tumekupeleka kwenye madrasa. Elimu yako ni kubwa kuliko hata sisi wazazi wako. Hakuna usiolijua kuhusiana na aya za Mwenyezi Mungu pamoja na hadithi mbalimbali za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Binti yetu, leo hii umesahau. Yeyote yule ambaye anataka kujiangamiza, kujiua, huyu mtu hana msalimu Mtume. Ina maana moja kwa moja makazi yake ni motoni. Hawezi kuiona Jannatul Firdaus. Moja kwa moja motoni. Kwa mujibu wa hadithi za Mtume zinasema kwamba yeyote yule ambaye atakayejiua kwa makusudi,
atakayejiua kwa makusudi basi na sababu za msingi, hata hiyo sababu za msingi, kitendo tu cha kujiua, yani huyo hafai hata kuswaliwa, anaweza kuswaliwa hata na wauni. Sasa ni huzuni kiasi gani sisi wazazi wako leo hii ungekuwa umeangamia pale baharini, ina maana tunajua kabisa huyu binti yetu anaondoka motoni, na mbaya zaidi usingeswaliwa. Tumeumia sana. Nilishangazwa sana kuona yule kijana anakuja pale anakuleta uko umeloana pale nyumbani, anasema huyu binti yetu nimemuokoa baharini. Binti yetu, kwa nini ulifikia huko? Haya, tunakuuliza tatizo ni nini? Unasema kwa sababu mumeo kakuolea mke wa pili, hivyo uishi kwa amani na ndoa yako na nini. Binti yetu, leo hii umesahau mafundisho ya Mtume Muhammad. Mwenyezi Mungu anasema kwamba ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Mwanaume ni kiongozi wa familia, wewe ni kiongozi wako. Umemkosea sana mume wako, umemkosea sana mke mwenzio, umetukosea sana sisi wazazi wako. Umesahau Surat An-Nisa aya 3. Mwanaume ameruhusiwa kwa wake wa kwanza, wa pili, wa tatu hadi wa nne. Ingine unadai talaka. Umesahau mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanasema kwamba yeyote yule mwanamke yote anayedai talaka kwa mume wake, huyo hata harufu ya pepo hatasikia. Kuna wale ambao wataingia motoni lakini wanaweza kusikia harufu ya pepo, lakini huyu hata harufu ya pepo yenyewe haisikii. Umesahau hadithi, umesahau haya mafundisho. Binti yetu, umekosea sana, umemkosea sana mumeo, umemkosea sana mke mwenzio. Hivyo huna budi kumtaka radhi mumeo, mke mwenzio na sisi wazazi wako, bila kumsahau Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na unapaswa kufanya toba ya kweli kwa hayo ambayo umeyatenda. Nafikiri tumeelewana kitu. Nimekusamehe. Shetani ndo alinipitia. Sirudi tena baba. Sawa mwanangu. Nakushukuru kwa rehema zako Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu, naomba ibariki nyumba hii iwe nyumba ya amani. Mwenyezi Mungu, naomba ibariki ndoa hii, uepushe mbali na sheitani. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa qina adhabad din. La ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. La ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a, wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard, wa la yahuduhu hifdhuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam.